Chambue utapata majibu yake, jinsi anavyowasilisha matazamio yake, maono yake, jinsi anavyowasilisha maoni ya wananchi ama kilio cha wananchi, jinsi anavyowasilisha ilani ya chama ambacho kimempa mamlaka. Hapo utamtambua huyo kiongozi. Majibu utayapata wakati anafanya kampeni. Kwa hiyo kuna kiongozi wakati wa kampeni, naombeni mtambue hilo. Na kiongozi wakati wa kampeni ni kiongozi anayesimama mbele akiwakilisha, aidha ni kikundi, aidha ni jumuiya, aidha ni uongozi ambao hakuna ni kusudio kubwa la yeye aweze kufanya pale. Kwa hiyo mchambueni na huyo kwa fikra zenu za haraka. Na kwenda hapo nasonga mbele. Kuna kiongozi wa mara baada ya kampeni. Kiongozi wa mara baada ya kampeni huwa anakwenda moja kwa moja kutekeleza majukumu yaliyompelekea yeye kufika pale. Anakwenda kutekeleza dhamira ama anakwenda kutekeleza mission, vision za taasisi ama jumuiya, kikundi kilichomwamini kikampa ama chama. Huyu ni kiongozi wa mara baada ya kampeni. Sasa matatizo mengi katika nchi ama katika kufanya utaratibu mzuri, aidha ni taasisi kuiongoza, aidha ni jumuiya, changamoto nyingi zinajitokeza mara baada ya kampeni. Na inoti hapa vizuri, twenda vizuri hapo ndugu zangu, hakikisha upo na peni na karatasi. Huyu ni kiongozi wa mara baada ya kampeni. Kiongozi wa mara baada ya kampeni, kwa majibu ambayo sisi tulionayo, ni kwamba huyu ni kiongozi anayekwenda kusimamia ilani ya chama, katiba ya chama, katiba ya nchi, vilio, matamanio ya wananchi. Anakwenda kusimamia mpango wa nchi wa miaka 30 ijayo, wa miaka 50 ijayo. Sasa huyu kiongozi amepita kwenye yale matabaka yote. Alikuwa ni kiongozi kabla ya kampeni, akaja akawa kiongozi wakati wa kampeni, akaja akawa kiongozi mara baada ya kampeni. Sasa anakwenda kwenye mfano wenye uhalisia. Mwalimu Julius Kambarage, baba wa taifa. Kwa haya yote niliyoyazungumzia, tabaka hizi tatu za huyu kiongozi, baba wa taifa, kabla ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, cha kwanza kabisa alikuwa ni kiongozi kabla ya kufikia harakati za kupambania uhuru. Ninaposema kabla ya kampeni, muelewe ya kwamba ni mchakato mzima wa yeye kuweza kufika kwenye zile, kusonga mbele kuja kuwa kiongozi. Uongozi wake ulikuwa ni uthabiti wa hali ya juu, akizunguka kwenye vijiji, akizungumza na wazee, akiwaambia bwana wazee, si lazima tuweze kutumia silaha ama tupigane tuweze kupata uhuru wa nchi yetu. Sasa kitendo cha baba wa taifa, baba wa taifa nikimzungumzia itakuwa ni baba wa taifa ni taasisi, kwa hiyo kumzungumzia kummaliza hapa ni shughuli. Lakini kwa mfano huo mdogo kabisa, kwenda kuweka maridhiano ya kuomba uhuru wa Tanganyika kwa njia ya maongezi na si vita, huu ni uongozi wenye matamanio na wenye dira, ni uongozi wenye hekima na busara. Huyu ni kiongozi wa wakati wa kampeni, wa kabla ya kampeni, na kabla ya kampeni. Unapomchukua baba wa taifa, mweke kwenye uongozi wa wakati wa kampeni. Wakati wa kampeni, namtolea mfano mzuri wa muungano wa Jamhuri wa Tanzania. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar.
Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulikuwa na dhamira njema kuifanya mataifa haya kuwa kitu kimoja, kwa nini? Akiwa na matazamio ya kwamba mpango uliopo ni kuhakikisha ya kwamba muungano huu unakwenda kuwa na manufaa pande zote mbili, ambao utazaa nchi inaitwa Tanzania, ambapo tutashare mambo mengi kulingana na katiba ya muungano. Huu ni uongozi wa wakati huo wa kampeni. Hiyo ni kampeni mahususi yenye kuashiria kwamba tunahitaji kuweza kuungana ili tuweze kutimiza malengo yetu, ni kwamba kila mmoja awe na nafasi ya kuweza kushirikiana na mwenzake. Sasa baba wa taifa namwendea tena, namuongezea mbele, namfuata moja kwa moja kuwa kiongozi mara baada ya kampeni, mara baada ya baba wa taifa kufanya mchakato huu wa muungano wa Zanzibar na Tanganyika tukaiunda Tanzania.